Karibuni katika Dr. Salam Kenya, na hivi leo ningependa tuweze kuzungumzia maswali mawili ambayo watu wameweza kuuliza. So topic ya kwanza itakuwa inahusiana na kuwashwa ukeni na suluhu zake, na ya pili itakuwa inahusiana na maumivu ya kichwa pale ambapo unaelekea katika hedhi. Kwa hivyo ikiwa ni mgeni katika hii channel, tafadhali bonyeza subscribe pale chini, like hii video, na ikiwa utakuwa na maswali yote yaache kwenye comment section. Kuna binti moja ambaye anaitwa I think Juma or something, aliweza kuuliza kwenye baadhi ya video nyingine ambayo nilikuwa nimetengeza, na alieleza kuwa yeye amekuwa anawashwa ukeni. So ikielekea after some time anaenda hospitalini, anapewa dawa, inapoa kidogo, baada ya muda tena kule kuwasha kunarudi, and she's wondering what is actually happening. Now ikiwa hii ni situation ambayo inakutokea, maana yake anasema aliambiwa ni UTI, if this is something that is actually happening to you, then uwezekano ni kuwa uko na yeast infection, yeah. So of course yeast infection is part of UTI, and the reason this is happening is because ya vitu vingi, yeah. So kama wewe ni mwanamke, kuna baadhi ya wanawake homoni zao huwa zinapanda zikishuka wakati mwingine, na hiyo pia inaweza kusababisha ukawa na mwasho huu. Now ikiwa hii ni situation ambayo inakutokea, there are two things ambazo unaweza fanya. The first one ni kutembelea hospitalini, na the second one, in most cases ukienda hospitalini utapewa dawa ambayo inaweza kutibu hii, sana sana clotrimazole, tembe ya kuingiza ukeni. Ama pia unaweza pewa cream, miconazole ama clotrimazole cream ya kuweza kupaka ukeni. But this is very important, ambayo nitasema ni kuwa ikiwa this is something ambayo inakurudia sana, jitahidi kutafuta maziwa ya mtindi au fermented milk. Sana sana hapa Kenya tunaita maziwa mala. So whenever you go to the supermarket, nunua maziwa lala, maziwa yogurt na vitu kama vile, jitahidi kunywa mara kwa mara. And the reason for this ni kuwa maziwa au fermented milk iko na some very good bacteria ambazo zitaweza kufika hadi ukeni kwako ukinywa, na zile bacteria zitaweza kuzuia ile overgrowth ya hiyo fungus Candida albicans kuweza kuongezeka katika uke wako, na hivyo kuweza kusababisha ile tatizo la kuweza kujikuna na kuwashwa ukeni na vitu kama vile. So this is a situation ama a solution that can really work for you. Now guys, penye niko there is a lot of joto and everything, so I need you to understand that. Vile vile nimesema ikiwa uko na tatizo hili ni vizuri uweze kutembelea hospitali, and the reason I'm saying this ni kwa sababu if you have issues with your hormones, utaweza kubainika hospitalini, and you are gonna be given medication ambayo inaweza kusaidia. Now to the second question, yeah. So kuna binti I think anaitwa Levin, anasema yeye ikielekea wakati wake wa hedhi anakuwa na maumivu makali sana ya kichwa, and she's wondering what is actually happening. Now I want you uweze kuangalia hii graph ambayo nimeweka hapa juu ama kando hapa, na hiyo graph ambayo unaona pale juu ni jinsi baadhi ya homoni zako huwa zina behave kutoka siku yako ya mwisho ya hedhi hadi hedhi itakayofuata, na inaitwa menstrual cycle. Now katika hizi hormones mbili utaona kuwa kuna hormone ya kwanza inakuja, inapanda, inashuka kidogo, alafu inapanda, alafu inashuka mwisho. Now that is estrogen, but there is another one ambayo ukifika katikati ya mwezi wako pale around day 13 12 kwenda mbele itapanda, alafu itakuja ishuke. Now I want you to notice towards the end, kuelekea mwisho wa hizo hormones zako utaona ghafla zinashuka, especially ile progesterone. Now the reason unakuwa na maumivu ya kichwa ni kwa sababu ile hormone ya progesterone ikishuka ghafla kwa baadhi ya wanawake inasababisha maumivu ya kichwa. So the reason you are literally having the headache is because of the progesterone drop ambayo huwa inatokea. Now hii ni hali ya kawaida, inatokea baadhi ya wanawake, sio wote. And ikiwa hii ni situation ambayo inakutokea, ni vizuri uhakikishe unakunywa maji kwa wingi, especially towards the end of your cycle. Na vile vile unaweza kujaribu kutumia dawa za kupunguza maumivu kama vile paracetamol, na vitu kama vile vitaweza kusaidia. But if it is a very serious situation, ni vizuri uweze kutembelea hospitalini, utaweza kupewa dawa ambazo zinaweza kusaidia na situation kama hiyo. Now vile vile, and this is very important, yeah, kuumwa kwa kichwa, yeah, maumivu ya kichwa inaweza kuashiria vitu vingine kama vile hypertension. So ni vizuri uweze kutembelea hospitalini, kwa sababu unaweza fikiria maumivu yako ya kichwa yanasababishwa na homoni, and yes, ni pressure yako ya damu imeweza kupanda. Now shukran sana kwa kutazama video hii. Ikiwa ni mgeni katika channel hii, tafadhali bonyeza subscribe pale chini, na ikiwa umefaidika unaweza acha comment kwenye comment section, na tuweze kupatana katika video zitakazofuata.